Bwana, movie inaanza, jamaa anakata sketi ya mwanamke huku akiwa na lamba lips, yani kama anamtamani kweli kweli. Cheki jamaa alivyokuwa na tabia mbaya huyo. Hapa vijana ni wapumbavu sana siku hizi. Umeona? Jamaa anakuja kuangalia, sema vipi? Jamaa anazuga kuwa kipofu. Anaambia una matatizo gani? Nilikuwa naomba msaada. Msaada? Mimi mwenyewe hapa nahangaika hapa kutoa hela, siwezi, naona hazitoki. Hapa palikuwa kama ATM, sema ya kudraw hela, draw money. Lakini mimi nilikuwa tunaomba msaada, unisaidie maana hata sielewi, sijala, sijafanya nini. Huko akawa ameficha kile kitambaa nyuma. Akaamua kukiweka vizuri na kwenda sasa kutoa msaada, kuona kwamba hela zijatoka. Anamsaidia yule mwanamke sasa, baadaye kusaidiwa. Anabonyeza pale nini, lakini jamaa macho yake yote hapo kwenye makalio. Jamaa ana tabia mbaya huyu. Umeona? Mwamba huyu hapa. Anarudi pale anamsaidia binti, hela zinatoka. Jamaa anachukua simu anampiga picha. Huyu mwamba mbona ana tabia mbaya sana. Vijana ovyo siku hizo wanatokea wapi? Anachukua hela mwanamke anaweka, anazuga. Anasema nyama bia, asante sana, sijui nikufanyie nini au nikusaidie nini. Jamaa anakuwa amedondosha fimbo pale anamsaidia na nini, vitu kama hivyo. Jamani wadada, kuweni makini, siku hizi kuna wabakaji wengi. Huyu jamaa huyu hatari na nusu. Ananiambia vipi, unaonaje? Mimi nilikuwa natamani usindikize sehemu na nini uko, naona tu vipi kwenda, afu mimi nitakulipa. Jamaa anashangaa, huyu ndiye nataka nimsindikize sehemu. Hamna shida, mimi sina sehemu yoyote, kama utanipa pesa mimi mbona nitakusindikiza, lakini mimi nitaweza kusaidia katika kipofu. Usijali tu, mimi nataka tu kampani yako, tukienda tunapiga story na nini. Binti ajui kama huku nyuma jamaa amekata kisketi, matako yote yako nje, kinaonekana kichupi tu. Anambia basi sawa, haina shida, mimi nitakusaidia, tutaenda wote, nitakupisha story na nini, vitu kama hivyo. Anambia nitaenjoy sana, maana ninakuaga mpweke na nini, vitu kama hivyo. Ukinisaidia kwenda na mimi sitojali upofu wako, nataka tu story kupitia wewe. Anasema usijali kabisa, mimi mwenyewe kila siku nakaa barabarani naomba, sina hata hela, sipati hela. Kwa hiyo yani leo nimepata msaada kikazi kama hicho cha kuongea tu na wewe, mimi siwezi kukataa. Twende basi. Mwanamke anaongoza, jamaa cheki analamba lift. Twende, fanya haraka. Njoo nikushike mkono, nilisahau kama uoni. Basi hao wanaonekana wamefika polini. Mwamba anamtanguliza binti, anasema anacheka cheki mambo, anasema mwamba anaweza akambaka huyu binti jamani. Polini huko kwenye binti tena anavua nguo. Hii mbona hatari. Ashe, unaweza wewe? Unaweza, maana kuna wengine kushikilia hawezi. Sasa Mixer akamkata kinguo kile, binti mwenyewe ajui. Mwamba yeye fulu kujilambalamba, fulu kutoa miwani. Binti mwenyewe maskini ya Mungu ajui. Binti ataenda kuzagamuliwa jamani. Cheki jamaa anavolamba lips. Okay, tunaendelea na movie yetu. Mwamba anaendelea kumfuatilia, hata gongo ametupa, kila kitu ametupa. Amesema sasa mimi wewe naenda kukuzagamua. Binti huyu anafuja. Sasa binti amemwona kabisa ana magongo. Sasa inakuaje sasa jamani? Jamaa anafika hapa amuone yule binti. Ameenda wapi huyu? Sasa anamsema kwamba sasa leo nataka nikupe style moja hivi inaitwa bundi kafia kwenye ulimbo. Style fulani hivi, so style zenu sijui kifo cha mende, sijui chuma tembele. Huku nchini kwetu jamani kuna style inaitwa bundi kafia kwenye ulimbo. Umeona Mwamba anapika pale anakuta meshumaa. Yaani kama demu kajiandaa fulani hivi. Umeona jamaa anaingia zake pale nini. Anageuka anasema uko wapi wewe, nije nikuzagamue mimi. Mara anaona picha sehemu, alafu marehemu. Mbona picha ya marehemu tena? Kuna nini? Kapigwa gongo, kudadadeki, tamaa, mwisho wa siku tumbua usaa, kudadadeki. Tunapenda tamaa wewe. Kafungwa, baadaye kazimishwa, kafungwa kaeka kwenye kiti. Sasa kazi ni kwake. Wewe ulikuwa unataka tamu, sasa tamu hiyo inaweza ikaliwa ya kwako. Napenda kushobokea tu. Jamani naombeni msaada. Huyu mwanamke kumbe ni polisi bwana. Inaelekea kama kuna kesi alikuwa anaifuatilia hivi. Cheki anapomsogea, mbona umenifunga? Anambia sikiliza wewe, na kujua vizuri nyinyi wanaume wapumbavu na washenzi. Umemwona huyu ulimbaka mpaka akafa. Sasa mimi nataka leo nilipe kisasi. Huyu mimi ni dada yangu, afu nyinyi mkambaka mpaka amekufa. Sasa wewe
leo utalipa kisasi. Nakwambia ukweli, leo nitalipa kisasi kupitia wewe na utakoma kuzaliwa. Yule binti anamwambia. Ndio maana binti anamwambia, sasa leo huwezi kutoka mzima, kwanza una tabia mbaya. Umenikuta kule, umenichania nguo, umenitembeza utupu, yani chupi yote ikiwa nje. Nisamee. Mimi siwezi kukusamea, kisama yako ni kifo tu. Mimi leo nitakuua. Sina kitu kingine zaidi ya kukuua, mshenzi wewe. Lakini usiwe na roho mbaya hivyo, ni mtoto wa kike. Unakoje na roho mbaya hivyo? Sina cha kukuelewa. Anamkumbusha miaka ya nyuma dada yangu alikuwa anatoka zake anaenda zake school, yani anaenda zake shule. Mwamba anajiongelesha. Anasema bwana, huyu binti leo lazima nimtafuna. Akazuga kama muombe, naomba msaada jamani. Naomba msaada, mnisaidie. Naomba msaada. Nani tena naomba msaada polini huku jamani, mimi naogopa. Sasa hapa nafanyaje jamani, mimi naogopa jamani, naomba msaada huyu. Jamani njoo, naomba unisaidie. Okay, na binti huyu anaenda zake kumsaidia. Vipi kaka Tezo, nenda mguu umeteguka hapa, yani hata sielewi, yani mimi nimeumia kweli. Jamani pole sana. Pole. Sasa hapo tunafanyaje sasa? Ndio hospitali au tufanye nini? Tunafanyaje kaka? Anambia sasa hapa ngoja. Mwamba mzee kamgeuka anambia, sasa nimekukamata. Nyamaza kimya, nitakuja kufanya kitu kibaya. Naomba ongoza porini nikafanye kile ninachohitaji, tena utulie kwa umakini. Mwamba huyo hapa amemkamata binti kwa biti kali jamani. Jamaa kama kuku. Jamaa anamzagamua kwenye vichaka huko. Mwisho siku alimzagamua na akafa. Kwa hiyo huyu ni mdogo wake, sasa anataka kulipa kisasi. Sasa leo mimi wewe nakuua. Wanaume kama nyinyi mnaopoteza maisha ovyo na bakabaka ovyo. Mimi sijafanya, sio mimi sijafanya chochote, mimi sijamuua. Wewe binti anacheka, tunaambia wewe ndio umemuua dada yangu. Leo nataka nikufanya kitu kimoja hivi, leo inapenda na utanijua mimi. Ni mdogo wangu, sio huyo ajani. Nani sasa dada? Mbona kama ndo huyu mwenye hizo tabia? Usihukumu watu kwa makosa mengine. Of course huyu alikuwa ni mkosaji, lakini sasa sio huyu ambaye ameniua mimi. Nastahili kule hukumu, lakini usifanye hivyo. Mungu apenda. Lakini dada, hao watu wanatakiwa wafe. Watu kama hao wanatakiwa tuwaue, kwa sababu wataendelea kuwafanyia vitendo watu vibaya wengi. Wale wanawake tunaumia kwa ajili ya hao watu. Umeona? Sasa pale dada yule mzima akawa anamuelewesha, usihukumu hivyo. Wewe tumia sheria yako kumunanilia, lakini usimhukumu kila mtu kwa kosa langu, kwa mimi kufa kwa ajili ya kubakwa na mtu. Basi kila mbakaji ukamkamata na ukamuua. Huyu dada ana hasira sana. Kwa hiyo dada alikuwa, kumbe tunayogundua sio huyu ambaye alimbaka, ila kuna watu ambao walimbaka ambao wakamuua dada. Kwa hiyo anachokifanya, anafanya operation ambayo ya kuua watu wote. Lakini bahati nzuri dada akatokea kama mzee akasema, usifanye hivyo dada, mdogo wangu, unachofanya ni kitu kibaya. Hebu mwachie kijana aende, hana kosa lolote. Kama ataamua kufanya mambo yake hayo, Mungu atamlipizia. Usifanye hivyo, mimi sijamuua dada yako, leo tu unanisingizia. Jamaa alimfungua akaenda zake. Mbavu, usirudie tena tabia yako ya kishenzi, anamwambia. Dada yule anaendelea tu kulia. Jamani, tujifunze kitu hapo jamani, lakini pia tusisahau kusubscribe Baba Sheva TV jamani. Kwa hiyo msisubscribe jamani, maoni pale tunahitaji. Tujifunze kitu, usipende kubakabaka jamani. Wanawake wako wengi, wanawake wengine ukiwatongoza maji mara moja, so unaanza kutaka kubaka tena kati wanawake wako wengi jamani. Asanteni sana kwa kuangalia movie nzuri. Ciao.